Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Part 2 ya Zainab. Zabibu, si Zainab, pole. Zabibu. Niliona jamaa ameweka zabibu akaweka ni haramu. Nikastuka. Nikasema zabibu naweza kuwa haramu aje? So nikaenda kufanya research. Kwa sababu research siku hizi ni rahisi. Haya. Ufafanuzi kwa Kiswahili. Zabibu ni halal kabisa kwa Waislamu. Juisi ya zabibu pia ni halal miradi haichachanyushwa kuwa pombe. Yaani ikiganda au ikichachanyushwa ikakuwa pombe itakuwa ni haramu. Ikiwa juisi ya zabibu imechacha na kuwa pombe, ikichacha itachange itakuwa pombe, itakuwa wine, hapo inakuwa haramu. Hiyo hata mimi nakubali. Kuna uji tunasemanga uji ya kukanda au kubaga au ni kufunga. Kuna uji ambao unatengenezwa hivi. Na hiyo uji kuna mahali ikifika mbaya inaweza change pia ikuwe haramu. Hata tende ukiweka kwa maji pia sana iko vile inaweza change pia ikuwe kama pombe au ikuwe haramu. So unasikia? So kwa hiyo picha hii inayoonekana imepotosha kwa sababu kuonyesha zabibu au juisi ya zabibu kama haramu si sahihi, isipokuwa ikibadilishwa kuwa pombe. Yes, ni kama ikitengenezwa ikuwe pombe ndio itakuwa haramu, lakini haiko nini haramu. So zabibu au juisi ya zabibu, hukumu ya Kiislamu. Halal. Zabibu ni halal kabisa. Juisi yake pia ni halal ikiwa haijachakukwa. Haya, haram. Juisi ya zabibu ikichacha na kuwa pombe, wine, hukumu yake inakuwa haram. Umesikia? Ikiganda ndo itakuwa pombe, itakuwa haram. Lakini kama iko liquid jaganda ni halal, ni juice. Kumbuka, halal zabibu, juice fresh. Haram ikilevi kinachotokana na zabibu. Umenipata? So all and all tumepata zabibu ni halal. Zabibu juisi yake pia ni halal. Zabibu ni halal ni katika matunda ya halal. Haya, twende. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah amesema yeye ndiye anayezalisha mashamba ya mizabibu. Unanisikia? Haya, hii inaonyesha zabibu ni miongoni mwa matunda ya halal inayowaruzuku watu tu. Pombe ikiwemo inayotokana na zabibu ni haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kila kinacholewesha ni haramu. Sahih Muslim. Hii inamaanisha asili ya zabibu ni halali, lakini ikichacha na kuwa kilevi inakuwa haramu. Kilevi hata kidogo ni haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kilevi kinywacho kwa wingi ikilewesha, basi kiasi kidogo pia ni haramu. Tirmidhi, hiyo ni hadithi. Kwa hivyo juisi ya zabibu ikigeuka kuwa wine inapingwa marufuku kwa kiwango chochote. Umesikia? Juisi zabibu pichu bila kuchacha ni halal. Katika hadithi ya Ibn Abbas, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema aliyekunywa sharubati iliyotengenezwa kwa maji na zabibu ambayo haikuchacha. Unasikia? Hii inaonyesha kuwa juice fresh ya zabibu ni halal kwa sababu haijawahi hailewi. So kumbe zabibu nimepata hapa ina juice aina mbili. Kuna juice ya fresh ambayo haijaganda, hiyo ni halal. Lakini kama juice yake imeganda imekuwa kama maziwa mala, hiyo itakuwa na haramu kwa sababu imechange ikakuwa pombe. Okay. Mitimisho la maulama.
Zabibu halal. Juisi ya fresh ya zabibu ni halal. Juisi za zabibu iliyochacha na kuwa pombe haramu kwa ijmaa, makubaliano ya walama. Sasa unasikia, walama wote wamekubaliana ikikuwa fresh juisi ya zabibu ni halal, lakini ikiganda ni haramu. Ndio hii ijmaa makubaliano ya maulama yanayesema kwamba zabibu ni halal kwa sababu ni matunda ambayo Allah ameyataja kuwa ni riziki halal. Imam Ibn Kathir tafsiri zake, zabibu ni katika matunda ambayo Allah amewaruzuku waja wake kidhihirisha neema zake. Imam Al-Qurtubi hakuna khilafu kuwa zabibu ni halal kwa hali yake ya asili. Okay. 2. Juisi ya zabibu. Juisi ya zabibu. Maulama wote wanakubaliana kuwa juisi ya zabibu ambayo haijachacha ni halal kabisa. Imam Nawawi Sharhi Muslim, sharubat ya zabibu ambayo haijachacha wala kubadilisha harufu ni halal. Mtume alikunywa. Unasikia? Ibn Hajar al-Asqalani Fadhubar, juisi ya matunda kabla ya kuchachuka haina hukumu ya pombe. 3. Zabibu ikichacha kuwa pombe haramu. Maulama wote wanakubaliana kuwa kilevi kinachotokana na zabibu ni haramu hata kama ni kiasi kidogo. Ijumaa ya Imam Ibn Qudama Al-Ghuni, pombe inayotengenezwa kwa zabibu ndiyo kuwa makubaliano ya wote kuwa ni haramu. Imam Malik, kilevi kutoka zabibu, tendo au chochote kinacholeta ulevi ni haramu. Imam Safi, kinywaji chochote kinacholeta ulevi ni haramu bila kujali kimefanywa kwa zabibu au mingine. Imam Ambal Ibn Taymiyyah, pombe ya zabibu ndiyo pombe halisi iliyotangazwa na Qur'an. Kuchacha kwa kiwango kidogo kuanza kubadilika. Ikiwa juisi ya zabibu imeanza kubadilika ikawa na dalili za uchachu, harufu ya kulevya, haramu kwa maulama wote kama imeanza kutoa dalili za ulevi. Makruh au haramu kulingana na kiwango cha uchachu, endapo itaenda ueleweka pombe. Ibn Omar alisema kinapochachuka na kubadilika basi kinakuwa haramu. Hitimisho la kauli za walama wote. Zabibu halal. Juisi za zabibu fresh halal. Juisi za zabibu ichachuke wine haram kwa ijamaa walimamu wote. Kilevi chochote kutoka zabibu haram. Nadhani hapo mpaka hapo tumeelewana. Tumeelewana zabibu ni halal kama haijabadilika harufu wala haijaganda ni halal. Ikiganda ni haram, inakuwa pombe. Maoni ya maulama, zabibu, juisi za zabibu halal. Zabibu ni halal kwa ijmaa wote wamekubaliana na juisi za zabibu fresh isiyochacha ni halal. Haram ikichacha na kuwa pombe wine ni haram kwa makubaliano ya maulama. Kilevi chochote kutoka zabibu haram hata kidogo. Kauli za ulama. Si tumemaliza. Ibn Qudama amesema pombe ya zabibu ni haram kwa ijmaa. Na Nawawi
juice ya zabibu ya chacha ni haram. Isiyo chacha ni halal. Ya Ibn Taymiyyah, kilevi kutoka zabibu ni pombe iliyokatazwa. Simple like that. So tumemaliza, tumesema hii fruit grape juice imesemekana ni halal kama iko fresh, ikiganda haram. Simple like that. Zabibu juice yake ni halal kama iko fresh. Kama change harufu au change nini, haram.